gavana wetu wa Kakamega, ndugu zangu viongozi walio hapa, watu wote wa Mumias East tukiongozwa na mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mnaenda kanisani? Hebu nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahi sana. Leo nimekuja kwa rafiki yangu Salasha. Huyu Salasha, nyinyi ni watu wangwana sana, watu wa Mumias East. Unajua siku moja niliona Salasha, sijui ilikuwa kwa matanga ama ilikuwa kwa nini, alikuwa amekatazwa nafasi ya kuongea. Alafu akuja akahangaika hapo kabisa mpaka akapewa microphone. Nikampima vile anaongea, nikasema huyu kijana atachaguliwa. Lakini nyinyi ni watu wangwana. Nimekuja hapa kusupport Salasha. Na kwa sababu nimekuja hapa, msione kama nimekuja tu hivi hivi. Mimi ni mtu wa kusema. Mimi najua kusema na kutenda. Unasema nini? Mimi nimekuja hapa kusupport wa mama. Kwa sababu hata mimi mara ya kwanza nikisimama nilikuwa na miaka 30. Na wale watu walinishikilia kabisa ni wa mama. Nani kama mama? Kuna mtu kama mama kweli? Na huyu Salasha nikamuita. Unajua huwa namfuataka kwa hizi, nikifungua TikTok ninamuona hapo. Nikifungua Facebook ako hapo. Nikachukua huyu mtu ako sign kwa TikTok, akosi kwa Facebook. So nikamtafuta siku nyingine nikiona akihangaishana na polisi. Hiyo ni siku yangu ya kwanza nilipigia Salasha simu. Nikauliza Salasha, habari yako mzuri? Unajua yule nani anaongea naye? Ati hapana. Nikamwambia mimi naitwa Sudi. Akafurahi akaniambia, engineer, wewe huko kwa serikali ulisaidia. Hii watu wamenihangaisha sana. Na kuanzia hapo nikaita huyu Salasha. Tukakaa chini, tukaongea. Nikamwambia wewe Salasha kuna mwaka ngapi? Akaniambia. Nikamwambia sasa fanya hivi. Sasa kalakala. Enda polepole. Hii maneno mengine yote ni mzuri. Lakini nataka ufanye kazi na viongozi wote. Ndio unaona Wasingishu huwezi pata kelele. Kwa sababu hata kama mimi ni mdogo kwa miaka, lakini kwa akili nimekomaa. Nikamuongelesha huyu, nikamwambia kitu ya kwanza nataka ufanye na ulete report. Enda tafuta governor. Mfanye kazi na governor kwa ukaribu. Kwa sababu governor akipanga vita, na Salasha apange vita, mama Kaundi apange vita. Ile ujinga samani unanunua vijana hapo, mwingine ananunua pale, mwingine ananunua pale. Hiyo Kaundi itapotea na hiyo constituency itapotea. Kitu ya muhimu ni kushikana kama viongozi na kufanya kazi kwa pamoja. Hao wananchi ndio waliwachagua. Na ikifika 2027 watapima vizuri, wajue huyu alifanya kazi, huyu hakufanya kazi, huyu alikuwa mtu ya fitina, huyu alikuwa mtu ya kulia vijana changa, hata kupeleka nyumbani hao watu unaona tu wamekaa hapo. Sio kweli jamani? Ama ni aje? Lakini mimi nataka nikushukuru sana Salasha. Kwa sababu ulisikia mambo nilikuambia, ukatafuta gavana mara moja. Sasa hivi unaona nimefika. Na tutachangia hawa mama. Na next time tutachangia vijana. Namna hiyo mpaka hii area ikae ing'are. Si ndio jamani? Ama ni aje? Na ndio mimi nimekuja hapa. Ya pili, nyinyi watu wa Mumias, sisi ni jirani hapa. Ama ni aje? Sisi ni jirani tu hapa. Hapa watu wanatembea mguu. Ama ni aje? Mimi nataka niwaombe. Nyinyi wa mama niwaulize swali. Ukiolewa upate mimba. Mimba inachukua mwezi ngapi? 9. Si mwezi 9 clean. Yenye unaendanga ukishika unasikia imesonga imekaribia imefika, si ndio? Alafu mtoto akisaliwa anapewa maziwa kwanza, alafu anapewa uji, alafu kidogo anapewa ile ugali haijanini vizuri na viazi, alafu kidogo kitambaa kule nyama. Jamani, si maneno imekuwa ngumu sana. Sasa mimi niwaulize, hii serikali ya William Ruto, unajua nyinyi hamjui maneno, acha niambie nyinyi. Unajua mimi naongeanga ukweli. Na ndio unaona tulipigana na ile wakora sana. Simuliana Uhuru alikuwa ananishika kila wiki. Kwa sababu namwambianga ukweli. Hii serikali ya William Ruto tulifika huko kama hakuna maneno. Pesa hii hukuweko, wamepora pesa yote. Mambo ilikuwa ngumu. Unajua Tinga ni rafiki yangu sana. Unajua baba ni rafiki yangu ama mjui? Sasa siku hata niliuliza baba, sasa hii serikali hata wewe ungepata ungeanzia wewe baba. Kwa sababu mwaka wako imeendaenda. Hii William Ruto yote anang'ana na hii kitu kwa sababu ilikuwa mbali. Na wale wakora walikuwa wanajua sisi kama Kenya kwanza hata hatuwezi lipa Eurobond. Lakini leo tukiongea bei ya vyakula na mahindi imekuja chini.
Tukipata hii serikali ilikuwa 250. Unajua sasa zingine wale watu wa kuongea uongo, manabii wa uongo ni wengi. Mimi nataka mgoogle na muangalie, mrudi nyuma kidogo. Sisi tukipata hii serikali unga ilikuwa 250. Saa hii unga ni pesa ngapi? Sinemia. Tuambiane ukweli. Tukipata hii serikali fertilizer ilikuwa 6500. Sasa hii fertilizer ni pesa ngapi? 2500. Na ndio mimi nataka niwaombe watu wa Mumias, mfumulie hii serikali kidogo, mambo itakuwa mzuri katikati ya mwaka huu. Kwa sababu tulipata mambo imeharibika. Unajua ule Uhuru Kenyatta ni mtoto atajiri. Hata akiambiwa unasikia njaa, anakuuliza ulikosa wakati ya kukula ama wewe ni mgonjwa. Unajua? Ajai lala njaa, ajai kanyaga chini, ajai enda shule bila nguo yenye iko na firaka pande hii. Yeye alipata Mercedes kwa mlango akisaliwa, akapata kila kitu. Na ndiye alikuwa amepeleka hii nchi hivi. Na alikuwa anataka kumaliza hii nchi. Alikuwa anataka tufanye sisi, alikuwa anataka kujifanya mfalme, sisi tuko watu kusema yes sir. Na ndio mimi nataka niwaombe watu wa Mumias. Hii serikali ya William Ruto haina ukabila. Nyinyi mnajua hiyo watu walitutesa sana. Lakini mimi ni mmoja wao kwa wale walishikwa mara mingi. Lakini mimi ni mmoja wao wa kusema tudumishe amani katika taifa letu la Kenya. Kama barabara inajengwa Uasin Gishu, ijengwe hapa Mumias East. Si ndio? Na ndio tumekuja hapa. Na mimi nataka niwaambie, chini ya mwaka mmoja nyinyi ndio mtakuwa mnasema waje hii serikali iendelee. Na hata huyu gavana wenu, huyu Fernandez, huyu gavana wenu tumefanya kazi na yeye akiwa kule Nairobi. Ninamjua kwa muda mrefu. Msupport yeye, mshikilie yeye. Shikilia huyu kijana Salasha. Shikilia mama kaunti huyu. Ili area ikue haina kelele na kazi itafanyika na wageni kama sisi tutakuja. Na niliambia huyu Salasha, mimi siwezi kuja area yako kama kuna kelele. Unajua watu wengi wanajua mimi ni mgaidi. Mimi ni mgaidi kwa line nyingine. Lakini mimi ni mtu fungwana sana kwa line nyingine kwa sababu mimi ni mtu nililelewa kanisani. Na ndio leo nilikuwa nimekuja hapa mashishi ya baba ya fundi wangu. Anatoka Vihiga upande mwingine. Na nilikuwa naambia watu wa kanisa pale. Nilikuwa naambia kwa watu kwa hiyo mashishi. Kwa sababu hiyo mzee alikuwa mtu wa kanisa sana. Kuna mgeni anakuja ama nini, nyimbo inapigwa tu kwa kando kando. Hata karibuni, wacha tu wakuje, no problem. Haya. Mumefika, amujepotea. Na ndio mimi nataka niseme, karibu sana mheshimiwa. Ndio mimi nataka niwaambie watu wa Kakamega East na Kakamega kwa jumla. Sisi wote ni wa Kenya. Nimetoka pale kwa kanisa na nilikuwa nafunza wale watu. Nikawaambia kanisa iking'ara na nyumbani ing'are na barabara ing'are na ushibe tumbo na kila kitu ikuwe sawa. Na ndio hiyo maombi tunataka tuombee nchi yetu ya kwamba tuwe kitu moja. Raila Odinga akienda AU, Raila Odinga pia ni mtoto wa wenyewe. Alisaliwa na mama kama mama umekaa hapa. Nilikuwa naona watu wengine wanasema huyu Raila asiende AU, sijui tutafute mtu mwingine. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kakamega East ya kwamba sisi kama timu ya Kenya Kwanza tuna support Raila. Sisi hapana watu wa kabila, sisi hapana watu wa kutaka mwingine vibaya. Raila amehangaika kwa hii nchi sana. Yeye ndiye alibadilisha katiba kwa na nyingine. Yeye ndiye amefanya maandamano, wengine wafanye nini? Hakuna kitu hajahangaika kwa hii dunia. Amehangaika kwa hii dunia, hata yeye ni mtoto wenyewe. Wacha apate AU, akuwe president wa mapresident nao wengine wote. Hata yeye akuwe na kabandera namna hiyo, ama ni aje? Si ni kweli jameni? Unajua nilikuwa nasikia wengine wanataka kupinga na kuna wengine wanapinga usiku, wanajifanya mchana na usiku wanapinga. Usuri ya hiyo AU ni marais wanapiga kura, sio wakora. Sasa hao rais wakae huko, na mimi nimemwambia William Ruto, hata wewe ndio umetesa huyu mtu asikue rais. Wewe ndio umehangaisha huyu mtu. Unajua kama William Ruto angeunga siku ile Uhuru Kenyatta, Tinga angekuwa rais, ni kweli. Lakini kwa sababu William Ruto amekuwa akihangaisha huyu Tinga kwa siasa, nimwambie sasa wewe unge mkono, hata aende AU, rudisha mkono ndio usipate dhambi. Ama namna gani? Na ndio sisi tuko hapa. Nyinyi mnakubaliana tufanye kazi pamoja?
Mnataka tukikuja kama hapa tufanye maendeleo? Ama mnataka tukuje tufanye siasa hapa? Alafu kuna kitu kingine nataka nikwambie gavana wenu. Gavana, nimeona maajabu hapa kwenu. Watu wanaenda kwa mazishi, wanafanya siasa huko. Hiyo ni makosa kubwa sana. Familia ya mtu inalia, wamepoteza mwenzao. Alafu wanasiasa wanakuja hapo wanapigana fujo mpaka wanapigana mkono. Sio ni ukumbavu jameni. Inatakana uende pale utafute 100,000 usupport hiyo familia, useme jameni poleni. Lakini kwenda kupigana kwa mazishi, hiyo mimi nawakataza kabisa tawe. Si ni kweli? Kama unataka kupigana siasa, ita mkutano na rally kwa kiwanja huko. Na utafute milioni 1 ya kupea watu wakupigie makofi. Ukuje uongee mambo yako mbaya ikutoshe. Ama ni aje? Tukikuja mahali kama hapa, tukuje na ukweli na roho ya ukweli, tukuje tutoe pesa, tusaidie wamama wetu. Tukienda kwa matanga, tufanye matanga, tufariji familia hiyo. Tukienda kanisani, twende tuombewe na tufanye harambee ya kanisa, tujenge hiyo kanisa, twende mbele. Na hiyo ndio mimi nataka naombe watu wa Mumias. Mimi nimekuja hapa na bado mtaniita. Ama mmendharau kwa sababu mimi ni mwebaba? Mmendharau kwa sababu mimi ni mdogo? Mimi nimejipanga hata kama nilikuwa makanga. Unasikia siku hizi ninaitwa engineer. Unajua mimi ni engineer nini? Naunganishanga kila kitu, hata nyinyi mnaweza waunganisha sasa hii moto iwake hapa. Najua engineering, najua watu wengi wanafikirianga tui makaratasi. Kwanza hii watu wakuongea Kiingereza mingi ni watu bure kabisa. Watu mtu anaongea Kiingereza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Upime wewe mtu vizuri. Kiingereza mingi na maneno kidogo. Mimi maneno yangu ni mingi, Kiingereza kidogo. Kama mnataka niongee Kiingereza? Mnataka niongee Kiingereza? Kwani watu wa Kiingereza wenye wako hapa si ni wachache? Tukisema leo tupige kura, wale watu wanaenda shule na wenye wako kwenda shule, nani watashinda? Si wenye wako kwenda shule. Na sisi watu wenye hatukwenda shule tukishikana, sisi tutafukuza hao watu wanaenda shule. So mtu heshimu. Ama ni aje? Ya mwisho kabisa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu. Viongozi wa Kakamega wakiongozwa na gavana wenu. Si wanafanya harambee kila siku ya kwenda hospitali? Si hata mimi nafanya harambee kwangu kwenda hospitali. Na ndio tumesema wale wanafanya kazi kama Oscar Sudi na gavana na wengine, tukatwe pesa mingi kwa NHIF. Ili wao wenye wafanye kazi walipiwe NHIF free of charge. Si tumesema namna hiyo? Lakini unapata kuna wengine wanapinga. Tena tukasema hivi, wale wanafanya kazi kama Oscar Sudi na wengine, tutoe pesa kidogo tujenge maskini nyumba ya bei rahisi. Nyinyi mnafanya kazi nyinyi? Hebu mnaonyesha wenye wanafanya kazi hapa na wangapi? Hakuna? Ni sisi tuje tumekaa hapa. Sasa sisi tukitoa nyinyi mjengeo manyumba kuna makosa. Sasa mtu asiwaambie maneno ya housing sijui. Mtu akijaribu kuongea maneno ya housing ambie wewe. Kama wewe unajiweza unaishi Rwanda kama hao wengine usituletee. Wacha sisi tujengeo manyumba hapa Kakamega. Simuko sawa sawa. Na ya mwisho kabisa. 2027 msipige kona. Najua nyinyi sijui mnaona kasoro gani. Mnatupigiaga makofi. Ikifika siku ya kula kuangalia debe. Sio ile yetu debe ama hii ilikuwa debe nyingine. Mimi nataka niseme asanteni sana. Huyu Salashere. Sasa bana ana mengine hapo mwisho 10 ya vijana. Si ndio? Sasa tukija tuchangia hao vijana. Mimi nitatembea na wewe kabisa mpaka ukue mbele. Kwa sababu wewe ni mtu. Na hii kijana ako na roho mzuri sana. Huyu kijana unajua watu wengine wanakulianga Salacha ni wazimu. Salacha ni mtu mzuri sana. Ako na roho mzuri ukikaa na yeye. Tunasikia tunatembea na yeye siku hizi. Naambia kama wachana wote ungeas kidogo, tutembee kidogo, ujue hata Dubai inakaaje. Ujue kwa wengine inakaaje. Lakini tutamuunga mkono na tutamsaidia. Mnakumbuka huyu mama alikuwa anaitwa Blacky? Unaona pesa ni mzuri. Unajua hakunanga mwanamke mbaya. Wamama wote ni warembo. Kama ni mfupi unanulia ile viatu inaenda hivi. Si ndio? Unajua wamama nyinyi watu wazuri sana. Unajua kama sio nyinyi hatungekuwa hapa. Mnajua hivyo? Wamama wote ni kama unaona wakati unajenga nyumba. Si unaweka simiti. Unaweka mabati. Unaweka mbao. Unafanya wiring. Unajua wazee wengine mimi wanaanga wanaume wengine wanasema, huyo mwanamke ni mrembo na ni bibi ya wenyewe. Hata wako ni mrembo, ni ile tu hujaweka mali. Wekee nywele mrefu ama namna gani? Wekee viatu inakaa hivi. Tengenezee kaskati ya 3,000. Katangara mpaka mwingine katakuwa anaangalia anasema, huyo mama ni mrembo.
Sasa ni kama huyu Blackie huyu. Alikuwa ameusu nayo mwanza kwa chocolate. Kwa sababu ya kakitu. Si ushukuru William Ruto. Ama ni aje? Wamama mnaonaje? Si mnaweza pita kwa barabara. Haya, wacha nichukue nafasi hii sasa nikaribishe Gavana Ray Fernandes Barasa akuja atumalizie na tufanye harambee. Asanteni sana.